Maombi ambayo iko na nguvu ndio huruhusiwa kupenya katika anga ya kiroho. Wakati unaomba na maombi yako iko na accusation. Remember, tuliona kwamba maombi yetu tunapoomba kuna our accuser ambaye huaccuse our brethren, ambaye huaccuse kila kitu ambacho tunakifanya. Unapoomba na kuna wakati uliongea mambo ukajifungilia anga yako. Watu wengi huanga wanaomba, lakini unapata mtu hata vile anaongea yeye mwenyewe anajifungilia. Bwana Yesu asifiwe. Tumepata mtu anaongea anasema na mimi ni kama nakuanga. Mtu anacheka anasema mimi nitakufa. Wakati unaongea mambo kama yale, unapata kwamba unafanya kazi ya adui kuwa rahisi sana. Ni kwa sababu wewe ndio unamtengenezea environment. Bwana Yesu asifiwe. Unamtengenezea anga. Hata tunapoomba, wacha mpendwa nikwambie, hata kwa nyumba yako ukiweka tunyumba tuzuri twa worship, utengeneze anga, utapata kwamba hata vyenye utarara vizuri. Lakini huwezi kaa kwa ile nyumba hata manyimbo zenye ulikuwa unasikiza ni tapu usikii inasema nini, then uende kulala utarara usingizi ambao utakuwa na changamoto. Kwa nini? Kwa sababu ile anga ulikuwa na create. Kuna nyimbo unaweza cheza kwa nyumba yako and then utawelcome mapepo, utakaribisha mapepo. Yani ulicheza huo wimbo, mapepo inaambiana simkuje, kuna mahali tunaitwa. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kuna wimbo unaweza ucheza kwa nyumba yako, unakaribisha uwepo wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Unasikia kwamba kuna breakthrough. That's why mpaka tukiwa kanisani kuna nyimbo huanga tunacheza, tunaabudu Mungu, tunamwambia unastahili kuabudiwa, shuka sasa. Unapata kwamba tukiimba zile nyimbo unapata watu tu wanaanza kujipeleka mbele za Mungu kwa kuomba. Why? You need to understand kwamba nyimbo huanga zina transport spirit. Nyimbo huanga zinabeba uwepo ama maroho. So ukicheza wimbo mzuri wa Mungu wa worship, unabeba Roho Mtakatifu, malaika. Yani unacheza zile nyimbo unasikia kwamba kuna uwepo wa Mungu katika area yenye huko.